Abantu bamintambuya mure. Mbaya more naende. Vijana we. Wamama hai. Wazee. Asanteni. Awaminto tumerudi. Baba amekuja na majeshi kutembelea Gusii. Muna furaha? Tulikuwa katika uwanja huu mara ya mwisho wakati tulikuja hapa ili tutoe ujumbe wa mwisho hapa, na tulikuwa tunasimama pale na Simba alikuwa amesimama imara, na kulikuwa na wale wazee walikuwa na manyana na yeye. Nikamwambia hurumia hawa wazee, mimi najua mambo yao. Unajua? Sawa wazee unajua? Nijua mambo yao, nilikuwa ni tumbo tu. Simona wamesonga pande ile nyingine. Lakini kwanza nataka kutoa shukrani kwenu Gusii kwa kura mlipiga kwa fujo kwa mama na baba mama na baba katika uchaguzi uliopita. Kura yenu ilinyesha kama mvua ya Gusii. Hiyo kura ile kuki mlirusha ilipiga swara. Swara ikakimbia ikaanguka kule ndani msituni. Wezi wakakimbia kule wakaenda wakaanza kuchinja. Wanachinja swara yetu. Tunaelewana vizuri? Tuwache wachinje. Tutafute swara zetu. Tulele nyama nyumbani. Ndio tunasema tulele nione. Tunasema wizi ya uchaguzi, wizi wa kura ndio mwanzo wa wizi wa mali wa wananchi wote. Hapa ndio inaanza. Unaiba kura, alafu unaendelea sasa kunyakua mali ya umma yote. Tumeelewana? Hawa jamaa walikuwa hawana mpango ya kuendesha serikali. Ndio sababu walikuwa wananyamba, wanatoa ahadi. Walikuwa wanatoa ahadi ambayo walikuwa wanajua hawawezi kutimiza. Sisi tukishika tutaangalia maslahi ya mahasla. Sisi tutaleta hasla fund. Shilingi 500 unafanya naye nini? 500 unafanya naye nini? Ati gharama ya maisha itarudi chini. Bei ya unga tutateremsha kutoka 200 hadi 70. Adio, sisi tutarudisha bei ya chakula chini. Tutapunguza bei ya mafuta, gharama ya stima, karo ya shule. Zimerudi chini au zimepanda? Kwa sababu walikuwa tu wanataka kudanganya wananchi. Walikuwa hawana mpango ya utawala hata kidogo. Hiyo ndio sababu umeona tumepika pale tuko hapa. Sasa sisi tunataka kuona kama gharama yale ya maisha yote inarudi chini. Pili, sisi tumesema ati wizi kianza hakuna mwisho wake. Maona wale ambao walikuwa wameshtakiwa
na serikali juu ya mambo ya wizi wanawafunguliwa, kesi inatupuliwa, alafu wao sasa wanaajiriwa, wengine ni mawaziri, wengine wanawekwa kama chairman au MD ya parastatals ya serikali. Simeona hawa mambo mengi ambayo serikali hii imefanya. Hata kuajiri watu, wanaajiri kwa njia ya ubaguzi. Wanaajiri kwa mfano permanent secretary 51 watu wa kabila mbili 26, zingine napata moja. Kama hapa Nyanza 2 imeenda hapa kwa Jaluo, moja kule Kuria. Kisii mzima hakuna hata permanent secretary moja. Kwani Wakisii si wa Kenya? Wakisii wa Kenya? Unaweza kuajiri permanent secretary 51 na hata hakuna mmoja Mkisii. Je, hiyo ni ungwana kweli? Hiyo ni ungwana? Wakisii wanatoa kodi kama Wakenya wengine. Kila siku wanasanya kodi hapa Kisii. Kenda kwa duka kununua sukari, toa kodi. Mafuta, umetoa kodi. Unga, umetoa kodi. Mkate, toa kodi. Coca-Cola, toa kodi. Sigara, moja for the road. Hiyo pesa wanaleta hapa kila siku, alafu wanaajiri watu na hakuna Mkisii. Wanatoa Solicitor General Mkisii, wanaweka mkutano mwingine Mkisii. Hiyo ni nini? Umetoa Mkisii, umeleta Mkisii. Hakuna Muslimu pia umeweka. Tunaelewana vizuri? Hata kwa sasa wanaenda kutafuta Bwana Matiang'i. Mimi napata simu, naambia jamaa wamevamia kwa Matiang'i. Nakimbia kufika pale na kuna wakili Dansan Omari aniambia mimi wamesikia unakuja, umetoroka, umekimbia. Sasa nikamwambia kama mlikuwa natafuta Bwana Matiang'i mngekuja mapema na ningemwambia mnakuja ili awe na ngoja nyinyi. Tumeelewana vizuri? Halafu juzi tena saa 12 alfajiri napata simu, wale jamaa atiwa cybercrime wataenda kwa Matiang'i asubuhi hii. Napiga Matiang'i simu simpati. Baada vizuri napata wakili Bwana Dansan Omari. Kambia kimbia mara moja kwenda kwa Matiang'i. Wale jangili wanataka kwenda huko tena. Akatoka akaenda huko, akapata habari ya tio jamaa wameenda mahakamani kule Kiambu, wanatafuta order. Sasa yeye anakimbia kule Kiambu, kusikia amekuja namna hii, wanatoroka wanarudi Nairobi kwa mahakama. Kumbia kule anaambiwa ya kwamba jamaa wanataka kwenda kwa chamber ya jaji. Akaenda akamwambia jaji ya kwamba hii kesi huwezi kusikia kwa chamber, hii mpaka iende kwa open court. Pale mbele hata waandishi wa habari wako huko ndani. Wakaenda kwa open court. Sasa jamaa wanasema wanataka warrant. Sasa Bwana Omari akawaambia sisi kama mawakili ya Bwana Matiang'i mpaka tuwe served na notisi ili sisi vile vile tuje hapa tujitetee. Sasa mahakama akasema basi hii kesi itasikizwa tarehe 7 mwezi wa March. Mwezi 7th of March kwa mahakama. Tumeelewana vizuri? Wanatoka hapo jioni wanakwenda kwa Matiang'i. Wanasema wako na order. Order ulipata wapi na tulikuwa mahakamani na ulikataza order?
walikuwa hawana court order, walikuwa hawana hata order ya search warrant. Wanakuja pale kwa mlango ya boma kule na magari, wanavunja, alafu wanaingia ndani kama wale wanajeshi wa Hitler. Wanaingia kwa nyumba, kuna askari pale, kuna nini, wanasema fungua mlango, wanafungua. Wanaingia kwa room nyingine hapo, nasema fungua hii, sina kifunguo, wanavunja. Kwa hiyo nyingine wanavunja, kwa nyingine wanavunja. Unavunja milango ya mtu kama mwizi. Hello? Huyu ni mtu ambaye juzi alikuwa waziri wa usalama katika taifa letu. Hata kama kuna makosa amefanya, simuende kama wangwana, simuandikie barua ili akuje, ili mhoji yeye. Mbona mnaenda kwa bomo yake mnavamia kama nyinyi mwanajeshi wa Hitler? Mnakwenda kumtii mtu. Hakuna ngwana. Ukienda kwa sasa, mimi napigiwa simu tena, hawa jamaa wako hapa wamevamia tena, wanafanya msako. Mimi naanza mbio kutoka huku pale mimi niko, nakuja. Waliposikia mimi nakuja, wametoroka. Sasa sisi tunasema kwamba Kenya hii hatuko katika hali ya hatari. We are not in a state of emergency. There is no reason why civilians should be harassed by this regime, particularly people who have just left government. If they are, these people were also in government. Bwana Ruto was a deputy president. Matiang'i was with him in the cabinet. Kama kuna kitu natafuta kwa Bwana Matiang'i, mwambie Bwana Matiang'i watu wetu wanakuja. You should be given notice. But don't treat Mr. Matiang'i as a criminal in Kenya. Bwana Matiang'i has not refused. He has not refused to be charged in a court of law. But to follow the procedure properly, sio? Sasa hii serikali, watu ambao hawana hatia wanakuwa harassed. Wale ambao walikuwa wezi, ambao walipelekwa mahakamani, mahakama ikapata wana hatia, hata pesa ambayo walikuwa wameiba, mahakama ikaamua ichukuliwe na serikali, kama Bwana Gachagua shilingi milioni 200. Ilisemekana hiyo pesa iliibiwa na mahakama ikasema iwe ipelekwe kwa serikali, ikawa 200 million shillings. Hiyo pesa sasa anarudishiwa, Bwana Gachagua anarudishiwa. Na leo vizuri, watu ambao walikuwa wameshtakiwa na mauaji wamewachwa, wanaajiriwa katika serikali. Hii serikali inanuka. Serikali inanuka. Hawana chochote ambao wanaweza kufanya kwa watu wetu. Sasa walikuwa sababu hawana mpango. Wameweka sahihi na shirika la ng'ambo, hii tutafanya, hii tutafanya, hii tutafanya, hata yale ambayo hayawezi kufanyika. Ndio sababu mnaona gharama ya chakula imepanda, bei ya sima imepanda, kila kitu imepanda, karo ya shule imepanda. Sasa uchumi haiwezi kuendelea. Pesa yetu ya shilingi inazidi kushusha kwa gharama. Thamani ya shilingi inashusha kila siku. Sasa imefika dola moja shilingi milioni 100, shilingi 130. Tuelewana vizuri? Gharama ya maisha itazidi kupanda katika taifa letu. Ndio sababu tunasema hawa jamaa walikuwa hawana mpango na hawatakuwa na mpango. Hawezi kuendelea mbele, sio? Sivyo? Tumeelewana vizuri? Kwa hivyo niko hapa
na resolution mimi nataka nisome. Niko njaa hata siwezi karanga, niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu. Hii nitauliza nyinyi maswali. Nitasoma hapa kwanza, alafu baadaye mimi nitakuja kuuliza kama mnakubali ama la. Sawa sawa? Resolutions of Kisii People's Baraza, 17th February 2023. We, the people, having met here in Kisii on this 17th day of February 2023 to deliberate on the state of our nation, hereby resolve as follows. 1, that the people of this region willingly and fully associate themselves in the struggle to ensure electoral justice, economic justice, and the protection and preservation of our hard-won democracy, multi-party politics, and will participate in all endeavors towards this goal. 2, that the people of this region willingly and fully associate with the struggle to ensure that at all times the leadership of this country shall be picked through the ballot in free, fair, transparent, and credible elections. At all times, the choices made by the people of Kenya at the ballot shall be respected, and stolen elections shall not be allowed to stand. 3, that the people of this region, the core mandate of our government is to make the living conditions of the people better by ensuring that basic goods and services are available and affordable, and any government that fails in this mission has no business being in power. On this account, we will participate in any steps being taken by the people of Kenya to bring down the cost of goods and bring an end to punitive taxation. 4, that the people of this region agree to work with all other people in other parts of Kenya to ensure that Kenya does not revert to a single-party dictatorship, but remains a multi-party democracy that respects the rule of law and rejects personal. We will fight to ensure Kenya remains the biggest democracy in the Great Lakes region and the Horn of Africa, as it has always been. Finally, that the people of this region join other Kenyans in rejecting attempts to reconstitute the IEBC in a way that favors Kenya Kwanza regime, and shall fully participate in all efforts to ensure that the reconstitution of the IEBC is done in a consultative manner that respects the views and feelings of all Kenyans, regardless of party affiliation. Mnakubaliana na haya? Mnakubaliana na haya? Mnakubaliana na haya? Muliona Chebukati, simuliona Chebuchetha, simuliona Chebuchetha. Bwana Chebukati alikuwa yeye na wawili, yeye na ngapi? Pande ile ingine naibu wake Bibi Cherera na watatu. Pande ile ilikuwa wanne, pande ile ilikuwa watatu. 3 na 4 ipi ni mingi zaidi? 3 na 4 ipi mingi zaidi? Majority walikuwa wale wanne. Wao walisema la. Walisema nini? Walisema nini? Chebukati
na wale wawili karagosi wake wawili walisema ndio, sio? Ipi ni mzuri zaidi? Ipi ni mzuri zaidi? Baba aliteuliwa na makamishna wanne. Bwana Ruto walikuwa watatu, sio? Isitoshe, yule mfichwaji kwa kama inaitwa whistleblower alipiga firimbi. Alipiga firimbi tukakule ndani, sio? Akatoa matokeo ya uchaguzi vile iko ndani ya server ya IEBC, ndani ya server ya IEBC, na vile yeye ametoa ni hata wataalamu wetu wamepata namna hiyo. Bwana Ruto alipata kura 5,900,000. Naona vizuri? Baba na Martha walipata 8,100,000. Hiyo ndio ukweli. Ukweli hayozi. 8 na 5 ipi mingi zaidi? 8 na 5 ipi mingi zaidi? Kwa mimi naweza kutembea na madaha bila kuangalia nyuma, maana najua nilishinda uchaguzi. Tumesema hatuwezi kuvumilia wizi ya kura kila mara. Mambo ya wizi ya kura mpaka ifanye nini? Mpaka ifanye nini? Nauliza nyinyi Gusii, mnasema wizi ya kura tumalize. Wizi ya kura. Ndipo nasema nione kwa mkono. Jeshi ya baba. Baba. Wizi ya kura mpaka tumalize. Ndio sababu leo tumekuja hapa Gusii. Nataka ulimwengu yote angalie pale mko, runinga iko mpaka Amerika wanaangalia nyinyi. Hata kule Australia wanaangalia nyinyi. Kule bara Ulaya wanaangalia nyinyi. Nataka muinue mkono tena ili ionekane kwa runinga ya kwamba nyinyi mnataka. Sasa wamesikia vizuri kabisa ya kwamba Kenya wamekataa. Kesho tutakwenda kule Kisumu Dala. Unaona? Tukitoka Kisumu siku ya Jumatano tutakuwa na maombi kule Nairobi Jibanji Gardens. Sawa? Alafu weekend ijao tutakuwa Mombasa. Tutaenda Kiambu. Alafu tutarudi Nairobi. Tutapiga firimbi. Mko tayari? Haya ndio yatakuwa. Hatuwezi kuwa na Kenya ambaye inatawaliwa na wezi, ambayo vile vile majambazi hawana heshima na uhuru ya Wakenya. Hii maneno itakoma, sitakoma. Tuko vile vile hapa na vijana wanaita Movement for Defense of Democracy. Nataka mmoja yao akuje hapa. Sisi wa baba. Vijana fire! Kisii!